Na mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, unatazama Hadubini habari kwa kina. Upo nami Florence Mavindi, na katika lugha alama yupo Jenny Malumbo. Uwekezaji mkubwa unaotarajiwa kufanywa na serikali unatajwa kuleta taswira ya dampo la Pugu kuwa la kisasa na kufungua fursa zaidi za ajira na udhibiti taka unaozingatia uhifadhi wa mazingira. Wakazi wa eneo la Pugu Kinyamwezi wamesema licha ya maboresho ya barabara ya kuingia na kutoka katika dampo hilo, bado kunahitajika maboresho zaidi ili kuepusha kero kwa wananchi. Gelvas Mwatebela ametuandalia taarifa ifuatayo ambayo inasomwa studio na Samuel Mbaraka. Ripoti ya idadi ya watu duniani iliyotolewa na idara ya Umoja wa Mataifa ya uchumi na masuala ya kijamii UNDESA ilibainisha kuwa idadi ya watu duniani inakadiriwa kufika watu bilioni 8. Hatua hiyo ya ongezeko la idadi ya watu duniani inaweza kukufurahisha, lakini vipi kuhusu kinachozalishwa kila iitwapo leo, kwa maana ya taka za kila aina? Je, dunia iko tayari kubeba uzito wa kila taka inayozalishwa? Kadri idadi ya watu ilivyoongezeka, ndivyo taka pia zinaongezeka. Kila mwaka dunia huzalisha takriban tani bilioni 2.3 za taka, na wataalam wanakadiria kuwa ifikapo mwaka 2050 kiasi hicho kitaongezeka hadi tani bilioni 3.5. Hizi si takwimu tu, ni milima ya taka, mito ya plastiki na hewa inayobeba gesi chafuzi. Changamoto kubwa haikuwa tu wingi wa taka, bali ni usimamizi wake. Kukosekana kwa mifumo madhubuti ya ukusanyaji na uchakataji taka kumechochea athari za mabadiliko ya tabia nchi, janga linaloikabili dunia leo. Barani Afrika juhudi zinaendelea, lakini bado ni changamoto. Takriban 44% tu ya taka hukusanywa na kuchakatwa, huku zaidi ya tani milioni 62 zikibaki bila udhibiti. Taka hizi zisizosimamiwa husababisha uchafuzi wa mazingira, magonjwa na kuathiri hali ya hewa. Katika jiji la Dar es Salaam lenye wilaya zake 5, zaidi ya tani 1500 za taka huzalishwa kila siku. Taka hizi hutoka majumbani, viwandani, masokoni na maeneo mengine ya shughuli za kibinadamu. Kila siku magari ya taka hupita mtaani yakijaribu kupambana na wingi unaozidi kuongezeka. Je, jiji kama Dar es Salaam itawekeza zaidi katika uchakataji na elimu ya mazingira? Hata hivyo, inaelezwa kuwa nusu ya taka hizo hufikishwa katika dampo kila siku, nyingine zikibaki katika mitaa zikisubiri kuzolewa, huku nyingine zikiishia katika mitaro ya barabara. TBC Hadubini inafunga safari umbali wa kilomita 32 kutoka Mikocheni hadi dampo la Pugu Kinyamwezi kuangalia hali ya uhifadhi na udhibiti wa taka katika eneo hilo. Kabla ya kufika lango la kuingia dampo hilo, unakutana na makundi ya vijana, wake kwa wanaume, wakiendelea na harakati za biashara za kawaida na zile za ubebaji wa taka, mali zilizochambuliwa kutoka dampo. Wananchi hapa wanasema uwepo wa dampo ni fursa ya kimaisha kwao. Kutokana na hizi baadhi ya taka ambazo zinakuwa zinatoka hapa zinarudi tena viwandani kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa nyingine, zimefanya kutengeneza ajira pia. Mkubwa unategemeana kule ukiokota wewe. Unaweza kama umeokota kuanzia kilo 50 au kilo 20 au kilo 25 kwa uwezo wa ukimbiza mtu hivyo na unachakata mwenyewe. Yaani magari yakifika kumwaga taka ni kama kusema karibu mgeni mwenyeji apone. Wanaanza kuchakua misili ya kuku anayetafuta riziki ardhini. Wangu ni fursa kwa ajili kuna vitu vingi nimevipata humu. Huku nachakata bati, uwai, plastiki, nailoni, yote tunachakata inarudi tena kiwandani. Nategemea fursa kutoka hapo dampo kwa sababu kuna biashara ya taka rejea kama alivyozungumza ndugu yangu hapo. Taka rejea kama kuna manailoni, kuna plastiki, kuna machupa ya uhai. Waliowekeza katika biashara wanasema wasaka fursa wa dampo hilo ndio wateja wao. Kama kukiwa kuna foleni, maana magari yanajaga hadi huku nchi, kukiwa kuna foleni, kwa utakuta mtu dada na kiu ya maji hapo, mimi nahitaji maji, au mwingine anauza chakula atachukua chakula.
Hata hivyo, kila sarafu inakuwa na pande mbili. Wakati wengine wakijivunia kupata kipato, kuna wakazi wa karibu na dampo wanaugulia maumivu. Hivi harufu milipuko kama hiyo tunajikuna, yani watu wanaita vocha, tunajikuna bila sababu. Yani kikubwa iko hivi, mambo ya kukaa kujikuna kuna kama vile serikali tuangalie. Matatizo kama dampo hivyo, angalie mitakataka kama vile sawa dampo, lakini tunaishi watu binadamu, tunauza chakula. Harufu si kawaida dampo, ndio maana dampo unapomwaga dampo. Yani ukisema kitu dampo, hakuna harufu yake usema sisi usumbue au ujitu useme bwana kuna kesi fulani hamna. Sisi na mazingira tunataka tuende sawa tu basi. Kama jua likiwaka sana moto waga unawaka wenyewe. Kama juzi uliwaka sana moto, wakaja zima moto jioni saa 2 saa 1 ile wakaja kuzima magari kama 3. Kamera ya TBC inawamulika wasakatonge waliojiajiri kuchambua taka kwa ajili ya kuzirejeleza taka viwandani au kwa mafundi wanaeleza changamoto zao. Vifaa labda vya kutumia, ushaelewa, mfano kama gravu, group na gambuti, ushaelewa. Kwa hiyo kuna misumali unajichoma muda mwingine, ushafahamu. Takataka ambazo zingine zistahili kuzishika bila gravu, lakini tunazishika kwa gravu sina, muda mwingine zishaharibika. Kwa hiyo nataka nifanye kazi ili nipate, na kujichoma kwenye mikono hivyo. Zitaka baada zingine kama ni ugonjwa najua tunaupata kwa kupitia hizi zitaka, zina makemiko na vile vile zingine hazina makemiko. Kwa upande wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imenunua magari mapya, na hapa mkuu wa kitengo cha udhibiti taka na usafi wa mazingira anaeleza mipango ya muda mfupi. Pugu kuna kazi kubwa kule imefanyika ya kuboresha barabara ya kuingilia dampo ambayo ilikuwa ni changamoto, na wakandarasi walikuwa wanalalamika magari yao mengi yalikuwa yanaharibika, lakini kwa sasa ukienda pale utakuta ile njia tumeiboresha. Na pia tuna mpango wa kununua mtambo, kwa sababu ile mitambo tulionayo nao ni ya muda mrefu, ili kufanya sasa kule kazi zifanyike kwa urahisi, hasa kipindi hiki cha mvua ambacho tunaenda. Anaeleza namna ya udhibiti wa athari za harufu kwa wananchi wa Pugu Kinyamwezi. Tunasimamia upuliziaji wa dawa pale ili kucontrol. Kuna muda dampo, kwa sababu kuna methane nyingi, gesi na inaripuka, huwa tunaenda kushughulikia kuzima moto ili wananchi wasiathirike na ule moshi pale. Kujifunza kwa waliofanikiwa ni mwalimu mzuri endapo hatua zitachukuliwa. Mathalan, hivi karibuni TBC ilifika katika jiji la Harare nchini Zimbabwe na kubaini namna walivyoweza kudhibiti kadhia ya taka katika mji. Simulizi yao inaanzia katika miongo 4 iliyopita, ambapo jiji la Harare lilikuwa limegubikwa na magonjwa ya mlipuko. Uchafu ukawa kero kubwa kwa wakazi wake. Wakati wa ukombozi ukawadia baada ya mradi wa Geo Pomona wa ubia kati ya serikali ya jiji la Harare na kampuni binafsi ya Geo Pomona wenye lengo la kukusanya na kuchakata taka kutoka katika maeneo yote ya jiji la Harare. Dereva anapofika katika mzani atatakiwa kutoa taarifa zikiwemo mahali taka zilipotoka, aina ya taka kwa maana ya taka hatarishi, taka ngumu au taka laini, jina la dereva, namba ya gari lililobeba taka, ili kama tukiona vitu ndani ya taka vinavyohitaji utafiti zaidi, tutakuwa na uwezo wa kufahamu gari lilifika wakati gani, mahali taka zilipochukuliwa pamoja na aina ya taka. Wakati ni mwalimu mzuri wa muda wote. Hapana shaka kupitia hadubini hii tunaendelea kujifunza zaidi namna bora zaidi ya utunzaji wa mazingira kutoka kwa waliofanikiwa, huku teknolojia ikitumika katika kutengeneza fursa kupitia taka. Samiri Mbaraka, TBC. Naam, ni hadubini yetu ambayo imeangazia swala la